Mimi ni mtoto wa marehemu Chifu Hassan. Baba yangu alikufa kwa kupewa dawa ambayo ilimtesa sana na kumuua. Kwanza sasa nina hapa kupigania taifa hili la Robert kwa moyo wangu wote. Askari yoyote yule ambaye atasaliti amri yangu nitamkata kichwa. Karibuni tena. Hii ni safari ya mwisho ya Chifu Hassan sehemu ya 13. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu. Hii ni JC Swahili Movies. Baada ya kumzika Chifu Hassan katika ardhi ya makumbusho, Jabiri alisimama kimya kwa sekunde chache, kisha akapanda juu ya ndege mkubwa pamoja na mzee. Bila kusema neno, ndege alilia kwa sauti nzito iliyojaa majonzi. Wakiwa juu kabisa ya msitu, kila mtu alikuwa amenyamaza akitafakari kuwa waliingia ndani ya kijiji cha makumbusho wakiwa watatu, lakini sasa wawili tu ndio wanarudi. Chifu Hassan alikuwa ameshatangulia mbele za haki. Waliruka juu ya milima na misitu, wakikatiza mawingu meupe, hadi walipofika juu ya kijiji kidogo kilichokuwa kimezingirwa na pembeni na milima, lakini katikati ya tambarare kavu. Kuashiria kwamba hakuna mvua wala maji, ni jua kali, lakini wananchi walikuwa wanaishi. Kutoka juu waliweza kuona hali ya kijiji hicho. Ardhi ilikuwa imekauka, visima vilikuwa vimekauka, watu walitembea bila viatu na wazee walikaa chini ya miti wakilalamika kwa uchovu wa maisha. Hakukuwa na maji ya kutosha wala chakula cha kutosha. Jabiri akajiambia moyoni, ni maisha gani haya, huku mzee na ndege mkubwa wakibaki wanashangaa tu. Ndege akatua polepole kijijini. Jua lilikuwa kali sana na watu wamekata tamaa kwa sababu ya uongozi wa Mfalme Robert. Alikuwa hawajali wananchi kabisa. Watu walikusanyika kwa haraka walipokuwa wanaona kuna ugeni katika kijiji chao. Hawakuogopa kwa sababu walikuwa wamekata tamaa, wakingojea lolote litakalotokea tu. Jabiri, mzee na ndege wakabaki kushangaa. Mmoja wa wazee wa kijiji akasogea mbele. Alilalamika kuwa serikali imechukua mapato makubwa ndani ya kijiji hicho, kodi kubwa na askari wa Mfalme Robert, kulazimisha watu kutoa pesa na kuchukua mali zao, pia bila kuwafanyia maendeleo yoyote. Lakini hakuna msaada wowote kutoka kwenye ufalme huo kuja kwao. Hakuna maji, hakuna chakula, hakuna ulinzi. Walikuwa wameachwa tu kama watu wa maporini. Jabiri alimsikiliza mzee bila kumkatisha kabisa. Na mzee huyo alipomaliza kuongea, Jabiri ilibidi asimame kama kiongozi mkuu serikalini na kuwapa wananchi hao tumaini jipya. Jabiri aliinua kichwa chake. Macho yake hayakuwa tena ya hasira wala kuonekana amefiwa na baba yake. Hapana. Aliamua kufanya maamuzi mwenyewe. Akasema kwa sauti ya wazi iliyojaa heshima, baba yangu alikuwa mtu wa kawaida, hakuwa tajiri. Aliamua kusema hivyo kwa sababu alijua maumivu ya watu wake walichokuwa wanapitia. Jabiri aliendelea kusema, na mimi siwezi kujivunia maisha ya kitajiri wakati watu wangu wanateseka. Watu wakanyamaza wakimsikiliza kwa makini. Naahidi nitawasaidia. Nimeamua kupambana dhidi ya ukatili huu, watu wanateseka. Lakini ufalme wa Robert unajifikiria wenyewe. Nitakaporudi tutapanda milimani kutafuta maji wote na tutalima kupata chakula. Mimi ndiye Jabiri, mtoto wa marehemu Chifu Hassan. Baba yangu alipenda watu na mimi pia sina budi kuwa kama baba yangu. Aliendelea kusema, lakini nipeni muda kidogo. Ninakwenda kupigana kwa ajili yenu na nimejitoa sadaka kwa ajili ya kusaidia taifa hili. Hili ni ahadi natoa. Naomba Mungu wa mbinguni anisaidie kwa sababu ni safari nzito sana hii, na lazima kwanza nilinde taifa letu. Baada ya hapo nitahakikisha maji yanarudi, chakula kinapatikana, haki inapatikana kwa kila mtu. Watu wote walinyamaza kimya kwa sekunde chache, wakiwa hawaamini mtetezi huyu ametokea wapi. Watu wote wakaanza kupiga makofi. Baadhi yao walilia kwa furaha, baadhi walipiga kelele za matumaini. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu wa kijiji kile walihisi kama mwisho wao ulikuwa umeshafika. Lakini kwa ujio wa mtoto wa Chifu Hassan Jabiri, tumaini jipya lilionekana tena. Mzee alimwangalia Jabiri kwa macho ya upole sana, akijisemea mwenyewe, ile ndoto ya huyu kijana
sasa nimeiona live kabisa kwa macho yangu, na huu ndio ule utabiri kuwa atatokea mtu mmoja atakayekomboa taifa hili la ufalme wa Robert. Lakini huu ni mwanzo tu. Ndege mkubwa akaruka juu, mabawa yake yakiacha vumbi tu kwenye kile kijiji. Jabiri hakutabasamu sana. Alijua ahadi ni mzigo mzito sana, lakini alikuwa na imani, akijisemea moyoni, mwisho wa haya yote inabidi nihakikishe nimemuua mfalme Robert na kuchukua ufalme mimi mwenyewe. Safari yao iliendelea moja kwa moja kuelekea ufalme wa Robert, huko msituni katika kijiji cha Mpigi Magole. Mfalme Robert naye alikuwa akijiandaa kurudi kwenye ufalme wake na jeshi kubwa ambalo litaweza kuishinda silaha ya Jabiri. Tunakumbuka kwamba Jabiri alipewa silaha hiyo na mzee wa mizimu kule milimani.